jiandae kwa kazi. Pole kwa mara nyingine tena. Asante. Tumefanya dua kama ulivyoniomba na imani, lakini huwa anaipokea. Na siku zote Mungu hamtupi mja wake. Kinachotakiwa ni kuwa na subira ili kuangalia Mungu atatenda karama gani. Nashukuru sana Sheikh. Kiukweli naumia sana ndani ya moyo wangu. Tena sana. Sijui nitaishi vipi na wadogo zangu mimi. Sina cha kukulipa. Bali Mwenyezi Mungu ndiye atakayokulipa. Basi, haina haja ya kulalamika sana. Mungu ndivyo alivyotenda. Ila tu ondoa shaka kwa hilo. Na imani kabisa Mungu atajibu dua letu. Na viumbe wote tunaishi katika hii dunia sio kwa uwezo wetu. Ni Mungu mwenyewe ndio anapenda. Kwa hiyo kuwa na amani, ondoa shaka kwa hilo, Mungu atatenda ya kutenda. Hivi mnataka nisemeje mimi? Shehe, mara ngapi nilikwambia? Na wewe kijana, mara ngapi nilikwambia kwamba huyu ni ndugu yetu sisi? Sisi ndio wenye mamlaka ya kujua kwamba mwili wetu tunaupeleka wapi kuzika. Sisi ndio tunajua ndugu yetu tutakwenda kumzika wapi. Lakini mbona unafanya vitu za kunikorofisha? Mbona unafanya vitu za kuniuzi? Huyu ndio kipelembele huyu. Shemeji, umefanya madhambi mengi sana ni kwa kuvumilia. Na wifi, nimemunguza mume wangu mwezi mzima. Sijaona sura yenu hapa. Leo ndo amekuwa ndugu yenu. Sasa basi, naongea kama mke halali. Naongea kama mke halali. Mume wangu atazikwa hapa hapa. Siwezi nikakeuka usia mume wangu. Hebu sikiliza. Tena usisikilize kwa makini kwenye kichwa chako. Huyu ni ndugu yetu sisi. Hawezi kuzikwa kwa jina lako. Atazikwa kwa jina letu sisi. Hii ni familia yetu. Sio ukoo wako, ni ukoo wetu. Akienda kaburini, tukizika itasemekana bana. Bini kindo ile. Sio wewe. Sijakataa. Sijakataa kama ni ndugu yenu. Leo ndio umejua ndugu yako. Mwezi mzima. Ulikuwa na taarifa kama anaumwa ndugu yako. Nikanyage hapo wewe. Hatuna muda wa kuchukua tu maneno kama uchafu na mbona. Naomba tusikilizane. Katika hili swala tunalolifanya, huu ni usia ambao mwenyewe aliuacha. Na pia tunalolifanya kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo na nyinyi kama mmekuja kwa ajili ya Mungu, basi tushirikiane. Lakini kama mmekuja kwa ajili ya mipango yenu, hamtaweza kufanikiwa. Unazungumza Mungu? Mungu gani unamzungumza? Hapa sisi tupo kwa ajili ya mila na desturi ya ukoo wetu. Sio kwa sababu ya Mungu. Hivyo basi, tutafanya kile kinachostahili. Tutafanya kile ambacho tumeagizwa na mababu kwa ajili ya mila na tamaduni zetu. Dada, tuchukue maji yetu tuondoke. Tuachane na hili. Tuendelee kama